Vipi baby, unaonekana na mawazo sana. Hakuna kitu, niko sawa tu. Hapana mpenzi, huwezi kuniambia uko sawa wakati naona una matatizo. Tafadhali niambie una tatizo gani? Sam, tumekuwa kwenye ndoa kwa miaka 5 sasa. Na baada ya miezi michache tutakuwa tunaingia mwaka wa 6 kwenye ndoa yetu. Lakini hakuna hata kilio cha mtoto ndani ya nyumba hii. Na kinachoniumiza zaidi, sijawahi kupata mimba hata kwa bahati mbaya. Maya, naelewa kwamba tunaelekea mwaka wa 6 wa ndoa yetu, lakini nimeshakwambia uniamini. Kama ni mtoto tutapata tu. Yaani miaka 5 imepita bila kupata mtoto na bado unataka nikuamini? Mimi niamini, tutapata mtoto wakati sahihi ukifika. Maya, kutopata mtoto sio kosa lako na wala sio kosa langu, lakini na imani kwamba siku moja tutambeba mtoto wetu wenyewe. Sam, hayo maneno umekuwa ukiyasema kila mwaka, lakini hakuna mabadiliko yoyote. Lakini mpenzi, mbona mimi sijawahi kulalamika? Najua kila wanandoa wanatamani sana mtoto. Na kama hatujapata mtoto ndani ya miaka 5, haimaanishi kuwa tutapata mtoto hivi karibuni. Sikiliza Maya, jambo la muhimu kwangu ni kwamba nakupenda na wewe unanipenda, na huo ndio msingi wa ndoa yetu. Una uhakika? Ndio, nina uhakika na ninakuahidi nitakupenda daima. Unajua nini Maya? Nafikiri ninapaswa kufurahisha usiku wa leo. Ebu acha utani wako bwana. Njoo hapa. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi. Habari za hapa Maya? Salama, karibu. Asante, kuna nini? Mbona hivyo? Cha usiku. Ni miaka 5 sasa tangu niolewe na baada ya miezi 3 tutakuwa tunafikisha miaka 6 kwenye ndoa. Lakini sina mtoto hata mmoja wa kumuita wangu. Maya, unahitaji kuacha hayo mawazo. Usijifanyie hivi tafadhali. Vipi kuhusu daktari wako wa uzazi? Umeonana naye hivi karibuni? Ndiyo, nimeonana naye, lakini anaendelea kusema maneno yale yale ambayo amekuwa akiniambia muda wote. Basi nakushauri umsikilize tu na usifikirie sana kuhusu hilo jambo. Sasa, nitaendelea kumsikiliza mpaka lini? Maya, ni lazima ujitie moyo ili uweze kushinda huu mtihani. Kwanza umekula chochote leo? Ninapataje hamu ya kula cha usiku? Unajua nini Maya? Kwa kuwa nipo hapa, ngoja nikupikie kwanza chakula kizuri. Hapana, cha usiku wala usijisumbue. Kwa nini unasema hivyo Maya? Mimi na wewe tumekuwa marafiki kwa muda gani? Mimi na wewe tumekuwa marafiki tangu utotoni. Sasa kama mimi na wewe tumekuwa marafiki tangu utotoni, nisipokusaidia ni nani atakusaidia? Asante sana cha usiku. Kwa kweli najisikia faraja sana kuwa na rafiki mwenye upendo kama wewe. Usijali rafiki yangu, na nitakupikia chakula chako unachokipenda. Nashukuru sana cha usiku. Kusema kweli uwepo wako hapo unanifanya nijihisi mwenye furaha sana. Mimi pia napenda kukuona unafurahi, ndio maana niko hapa kwa ajili yako. Basi twende jikoni nikakusaidia kupika. Sawa, twende. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi. Vipi cha usiku? Niko poa, wewe je? Cha usiku, kuna nini kinaendelea? Unamaanisha nini? Cha usiku, hebu acha mambo yako bwana. Kwa nini unafanya hivyo wakati unajua kuwa wewe na mke wangu ni marafiki? Sam, hebu acha kujifanya mtoto. Ina maana hujui ninachokifanya hapa? Sijui na sitaki kujua. Hebu punguza ukali Sam. Nikuonyeshe kitu ambacho nilikuwa nimekuja kukuonyesha. Uende labda ukaona ninachotaka kukuonyesha, utabadili huo msimamo wako. Chukua. Hii ni nini? Angalia. Mungu wangu, umepata wapi hii video cha usiku? Ina maana Maya ananichiti? Bila shaka huyo ni mke wako na anakuchiti kulingana na jinsi ninavyoona kwenye video. Nafikiri hatimaye amegundua kuwa huwezi kumpa mtoto. Hivyo mwanaume asiweza kumpa mwanamke mtoto, huyo ni mwanaume kweli?
Hebu angalia jinsi mke wako anavyomkumbatia mwanaume mwingine. Unajua nini Sam? Ningekuonyesha ile video niliyokuambia yanambusu, lakini utaanza kulia hapa kama mtoto. Na kwa taarifa yako, hayo mahusiano yao ni ya muda mrefu sana. Yaani kwa sasa wana takribani miaka 2. Tafadhali cha usiku, naomba uniambie hii si ukweli. Kwa hiyo bado huniamini au unataka nifungue simu nikuonyeshe tena? Nampenda sana mke wangu cha usiku, kweli nampenda. Unasema nampenda mke wangu wakati anakusaliti? Najua utasema unataka kusikia na upande wake pia, lakini naomba usijaribu hata kumuuliza, maana sisi wanawake ni waongo sana. Na kama hutojali, mimi iko tayari kukuokoa na msongo wa mawazo ulionao kwa sasa. Sijui nifanye nini cha usiku, nimechanganyikiwa. Tafadhali, hebu achana na mambo ya kuchanganyikiwa. Au unataka kulia? Hapana, mimi siwezi kulia, japokuwa naumia. Sikia Sam, mimi nakushauri umpe talaka mke wako, maana hiyo ndio njia pekee itakayokusaidia kuondokana na maumivu unayoyapitia sasa hivi. Siwezi kufanya hivyo cha usiku, wewe binafsi unajua ni jinsi gani nampenda mke wangu. Huwezi kwa sababu unampenda. Haya, ngoja mimi niende. Siku ukiwa tayari kumwacha nitakuwa hapa kwa ajili yako. Mume wangu, nimerudi nyumbani. Simama hapo hapo. Samahani mume wangu, nimechelewa kurudi nyumbani. Nilikuwa nimeenda. Samahani kidogo. Alo shogangu, nitakuja nyumbani kwako kesho asubuhi. Hivi una matatizo gani Maya? Kwa nini unanipiga Sam? Maya, umepata wapi ujasiri wa kunisaliti? Mimi ni kusaliti wewe Sam? Kwanza kwa nini ni kusaliti? Kaa kimya Maya, nilikupa muda wangu, nikakupa upendo wangu. Hivi ndivyo unavyotaka kunilipa? Yaani kwa hasira nilizonazo hapa leo, nitakuua Maya. Maya, ni dharau gani hizi unaniletea? Yaani ni wiki sasa tangu umeondoka hapa nyumbani, halafu leo unarudi ukiwa na mpenzi wako? Sam, tafadhali naomba tuheshimiane. Huyu sio mpenzi wangu. Mpenzi? Mbona huyu malaya amekuja na hauniambii? Ndio ameingia muda huu mpenzi. Hata hivyo nilikuwa nataka kuja kutaarifu, ila ukawa umewahi kutoka. Hakuna shida mpenzi. Naona amekuja na mpenzi wake, wanataka nini? Nini kinaendelea hapa? Sikiliza vizuri Maya, mambo tayari yamebadilika. Kwa sasa cha usiku ndiye mpenzi wangu. Na pia shukrani zote ziende kwa cha usiku, alinifumbua macho kuhusu usaliti wako. Au lidhani sijui kuhusu usaliti wako? Mume wangu, unajua kabisa siwezi kukusaliti. Kwanza kwa nini nikusaliti? Maya, wewe ni mwanamke wa ajabu sana. Yaani unadanganya kwa kujiamini wakati mimi nina ushahidi wa usaliti wako. Una ushahidi gani? Hebu naomba na mimi ni uone huo ushahidi. Hebu tizama hiyo video niliyokutumia. Halafu niambie ulikuwa unafanya nini na huyo mjinga mwenzio? Ili kwa wiki iliyopita nilikuwa na miadi na daktari wangu wa uzazi pale hospitali kwao, na yeye ndiye ambaye nimekuwa nikienda kumwona kwa wiki kadhaa sasa. Na nilikuwa nataka kukuambia kwamba kwa sasa nina mimba, lakini nilitaka iwe surprise kwenye maadhimisho yetu ya ndoa. Hebu subiri kidogo. Unamaanisha yeye sio mpenzi wako? Ndiyo, sio mpenzi wangu. Ina maana cha usiku ulidanganya? Ndiyo, nilikudanganya, na nilikudanganya ili niweze kukupata. Maana mimi pia nilikuwa natamani kuwa na mwanaume handsome, tajiri na mwenye nyumba kubwa kama hii. Pole sana cha usiku. Kwa taarifa yako, hii nyumba sio ya Sam na wala Sam sio tajiri. Sam, huyu mwanamke anazungumza nini? Tafadhali cha usiku, naomba unyamaze, usije ukaharibu. Hata akinyamaza siwezi kuwaacha muendelee kuishi humo ndani. Kwa hiyo naomba mchukue kila kilicho chenu na mtoke nyumbani kwangu.